Leo nimewaletea neno la Mungu linalosema upekee wa msamaha wa Mungu. Msamaha wa Mungu ni pale ulipokosa, lakini ukaenda kumwomba mtu msamaha akakusamehe. Ukimwomba Mungu msamaha, Mungu huwa anasamehe. Ndiyo maana Bwana Yesu alitoa mfano wa mwana aliyepotea, mwana mpotevu. Ukisoma Luka 15:20 inakuelezea jinsi bwana mpotevu alivyomdharau baba yake na kumuomba kiasi cha pesa ili aende kufanya mambo yake, lakini matokeo yake alirudi nyumbani. Inamaanisha nini? Baada ya baba yake kumuona akamsamehe. Inamaanisha nini? Ni pale tunapokuwa maana yake kwenye kiroho tunaweza tukamdharau Mungu. Unaweza kusema kwamba Mungu ajibu wala Mungu afanye chochote ukaondoka. Lakini huko ukishaona mambo ni mabaya, unarudi kumwomba Mungu msamaha, ndipo anakusamehe. Nini tunajifunza? Tunajifunza hata sisi kusamehe sisi kwa sisi, kwa sababu bwana mpotevu yeye alimsamehe mtoto wake. Unajua kuna baba ambaye hawezi kumsamehe mwanae. Lakini kama baba huyu ambaye hawezi kumsamehe mwanae, kama angekoswa, yani angemkosea, yani mtoto angemkosea kama bwana mpotevu, ingekuwaje? Ina maana singemsamehe. Kwa hali ya kawaida singemsamehe. Lakini kitu tunachojifunza ni nini? Msamaha. Kumbe kuna upekee katika msamaha, na kuna fahari katika msamaha, na kuna fahari katika furaha. Uwezi baba au mama au kijana wa kike na kiume, amwezi mkakosana na bila kusamehe, alafu kaenda madhabahuni pa Bwana kufanyaje? Kuomba msamaha. No. Bwana anasema hivi, ukiwa na pesa au fedha au dhahabu, iache pale madhabahuni, nenda kwanza kapatane. Maandiko yanasema nenda kwanza kapatane, alafu ukishapatana urudi pale madhabahuni na wewe uombe msamaha, upatanishwe katika ulimwengu wa roho. Kumbe msamaha unaweza ukaachilia vitu katika ulimwengu wa roho. Kuna watu wanakuwa wamefungwa na vifungo, lakini pale wanavyoomba msamaha, ukigundua kama nimekosea, ukaomba msamaha, pale unakuwa unakaribisha uwepo wa Mungu. Kuna watu ambao hawezi kumuona Mungu kwa sababu ndani yao wamejaa na mizigo. Lakini hiyo mizigo, hata mchungaji akija akakuombea toba, kama haijatoka ndani yako, haiwezi kufanyaje? Hauwezi ukasamehewa. Ndio maana tukasema kuongoka, hiyo inaenda moja kwa moja hata kuongoka. Kwa sababu mchungaji yeye atakuombea, toba, lakini ile toba ya kweli inafanywa na wewe. Sasa upekee wa msamaha wa Mungu ni nini? Pale wewe mwenyewe unapoamua kuomba msamaha, kwamba ninaomba msamaha wa kweli na toba ya kweli, ili ule upekee wa msamaha unijie mimi, au Roho Mtakatifu anijie mimi. Ni pale ninapoomba msamaha, upekee wa msamaha. Roho Mtakatifu ni sawasawa na ile pete ambayo Bwana Yesu alisema kwamba na yule baba alivyomwona akampa vazi, akamvisha pete. Pete hii ni kwa sababu gani? Akasema na tufanye sherehe kwa sababu mwana alikuwa amepotea na sasa amepatikana, alikuwa amekufa na sasa amefufuka. Maana yake nini? Pale pete ni Roho Mtakatifu katika ulimwengu wa roho. Pete ni Roho Mtakatifu. Kwa pale unapotubu, Roho Mtakatifu anarejea tena, anarudi tena, na malaika wanashangilia kwa sababu anasema ni mtu gani kwenu akipotelewa na kondoo mmoja anawaacha 99 na anamfuata mmoja? Akishamuona na kufurahi, akaita watu akafurahi naye huyo mtu, kwamba njooni, nilikuwa nimepoteza kondoo mmoja na sasa amepatikana. Maana yake nini? Kumbe mtu mmoja akipotea katika kanisa na akarejea,
malaika mbinguni wanafurahi, wanafanya sherehe ya kwamba alikuwa amepotea na sasa amepatikana.